Mpendwa msikilizaji, na mshangilia huyu Yesu kwa kuwa ameendelea kutulinda, kutuhifadhi, kutuvisha na kutupatia uhai kila kunapokucha. Jina lake liweze kuhimidiwa. Sasa tunaendelea na kitabu cha Ufunuo 8 mstari wa 8 hadi wa 9. Asante rafiki yetu mwema. Asante kwa kuwa wewe ni mwema siku zote katika maisha yetu. Hata katikati ya magumu ambayo tunapitia, wewe unaendelea kuwa mwema. Hata katika mazuri ambayo tunapitia, unaendelea kuwa mwema kwetu. Katika nyakati zote na hali zote, wewe ni mwema. Asante kwa kuwa upande wetu. Tunakuja mbele zako watoto wako, tukilihimidi na kulishukuru jina lako, kwa kuwa wewe ni Mungu unayetujali, ni Mungu unayetupenda. Sifa na utukufu zikurudie wewe, Mungu wa mbinguni. Tunakuja mbele zako watoto wako, tukihitaji kujifunza neno lako. Tunaomba ukae pamoja nasi katika somo hili, ukitufundisha tuweze kuelewa tarumbeta ya pili. Asante kwa kuwa Roho wako Mtakatifu yupo tayari katika mioyo yetu, kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio msikilizaji, tarumbeta ya pili inapatikana katika kitabu cha Ufunuo 8 mstari wa 8 hadi wa 9. Naye anasema, malaika wa pili akapiga tarumbeta, na kitu kama mlima mkubwa unaowaka moto kikatupwa baharini. Theluthi moja ya bahari ikawa damu, theluthi moja ya viumbe vya baharini vikafa, na theluthi moja ya meli zikaharibiwa. Mpendwa msikilizaji, SDA Bible Commentary inaeleza kwamba tarumbeta 4 za kwanza zinaonyesha hukumu za Mungu juu ya dola ya Romani kupitia uvamizi wa makabila ya kigeni. Tarumbeta ya pili, mpendwa, inaelekezwa kwa mashambulizi ya Genseric ambaye ni mfalme wa Vandali. Walipigana vita dhidi ya dola ya Kirumi. Baada ya kifo cha Constantine the Great, dola ya Kirumi iligawanywa katika sehemu tatu ya wanawe watatu. Ndio sababu nabii huu unataja mara nyingi theluthi moja, yaani sehemu moja kati ya tatu za himaya. Mpendwa msikilizaji, mfano wa mlima mkubwa unaowaka moto uliotupwa baharini ambao umeelekezwa katika unabii huu wa tarumbeta ya pili, unaelezwa kuwa ni ishara ya vita vikubwa vya majini. Genseric alijenga jeshi kubwa la majini huko Afrika Kaskazini, hasa katika mji wa Carthage, na akaanza kushambulia biashara za Warumi na maeneo yao ya pwani. Mpendwa, alitumia meli zake kushambulia maeneo mengi ya dola ya Kirumi, akiharibu meli za biashara, akiharibu bandari, akiharibu na miji ya pwani. Bahari ya Mediterania, mpendwa, ikawa eneo la vita na uharibifu mkubwa. Hii ndio sababu nabii unasema bahari ikawa damu. Hii ni ishara ya umwagaji wa damu na vita. Viumbe vya baharini vikafa. Hii ni ishara ya kuharibika ukubwa ambao kunatokana na vita. Meli nyingi zikaharibiwa, biashara na usafiri wa majini ukavurugwa. Mfalme wa Kirumi Majorian alijaribu kumshinda Genseric kwa kuandaa meli karibu 300 za kivita, lakini Genseric alizishambulia ghafla na kuziteketeza. Maandalizi ya miaka 3 yaliharibiwa kwa siku moja tu. Baadaye mwaka 468 baada ya Kristo, Leo wa kwanza alifanya jaribio kubwa zaidi. Alitumia zaidi ya meli 1100 na wanajeshi zaidi ya 100,000 ili kumshinda Genseric. Hata hivyo, Genseric alitumia meli zilizojazwa vitu vinavyowaka moto. Usiku huo meli hizo zilielekezwa kwenye meli za Warumi, zikazichoma moto na kuzishambulia, na maafa makubwa, mpendwa, yalitokea pale. Meli nyingi ziliteketea, zikazama na kutekwa. Na baada ya ushindi huo, Genseric aliendelea kutawala bahari na kushambulia maeneo mengi ya dola ya Kirumi. Mwanahistoria maarufu anaitwa Edward Gibbon anasema kwamba Genseric alikuwa mmoja wa watu muhimu sana waliochangia kuanguka kwa dola ya Roman. Ni sawa na Alaric wa kwanza na Attila, nao pia walichangia kuanguka kwa dola ya Kirumi. Alaric tulimwona katika tarumbeta ya kwanza. Kwa hiyo katika mtazamo huu wa kihistoria, tarumbeta ya pili inawakilisha vita vya majini na mashambulizi ya Vandal chini ya Genseric yaliyotikisa nguvu za dola ya Kirumi na kuharakisha kuanguka kwake.
mlima unaowaka moto uliotupwa baharini ni ishara ya nguvu za kijeshi za Genseric zilizozua uharibifu mkubwa katika bahari na biashara ya Roman. Mpendwa msikilizaji, natamani kuelezea kwa ufupi historia ya hao Vandal ambao waliangusha dola ya Kirumi. Hao Vandal ukisoma katika kitabu cha Daniel inaeleza kwamba kulikuwa na mnyama kutisha. Huyu mnyama kutisha alikuwa na pembe 10. Ghafla pembe 3 zikashushwa chini na pembe moja ikazuka, pembe ambayo inaona, pembe ambayo ina kinywa, ina mdomo, pembe lakini hii pembe ilikuwa na mapungufu, ilikuwa haina masikio, na hii pembe ni ule upapa. Mpendwa msikilizaji, katika kipindi hicho Justinian alitamani kuupa nguvu mamlaka ya upapa ili upapa uwe na nguvu ya kutawala kidini na kiserikali. Lakini hawa Vandal, hizi pembe 3 ambazo zimeshushwa ni mojawapo na pembe moja ambazo hizo pembe zinawakilisha ufalme, zinawakilisha mataifa. Hii pembe moja, taifa mojawapo ilikuwa ni wa Vandal na lingine ilikuwa ni wa Herul na wengine walikuwa ni wa Ostrogoth. Ziliweza kushushwa na upapa ili upapa uweze kupata nguvu. Kwa hiyo Vandal walikuwa wapingaji wakubwa wa upapa kuweza kuzuka. Hao ndio walikuwa walishambulia katika kipindi hicho na kuangusha Roma ya kipagani ya kipagani, lakini waliweza kushushwa na Roma ya kidini, wakashushwa mpaka sasa hivi hayo mataifa hayapo tena duniani. Zimebaki zile pembe 7. Kwa hiyo sasa hapo tunaona jinsi ambavyo unabii unatimia. Na hivyo sasa kama unabii unatimia, tuweze kuelewa kwamba Yesu anakuja. Kama Biblia ilisema kwamba Yesu anakuja, ni ukweli Yesu anakuja. Dalili zinaonyesha Yesu anakuja. Mipango inaendelea kukaliwa kwa ajili ya kusimamishwa kwa alama mnyama. Mipango inaendelea kusimamishwa kwa ajili ya dini na serikali viweze kuungana. Na dini mpendwa na serikali viweze kuungana, vitatengeneza sanamu ya mnyama, na sanamu ya mnyama itasababisha kuabudu kwa siku moja, siku ya Jumapili. Mpendwa, siku inakuja, siku yaja ambapo mateso yatatokea. Kwa hiyo Biblia kama inavyosema ukweli, ni ukweli. Yesu atakuja, tuweze kujiandaa. Asante rafiki yetu mwema, tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tazama, tunaendelea kuona mambo makubwa na maajabu ambao ulitabiri katika kipindi cha nyuma kwa kuwatumia watumishi wako, lakini mpaka sasa tunaona yametimia kwa kiasi kikubwa. Tusaidie kuweza kuamini ahadi zako, tusaidie tuweze kuamini unabii huu ambao unaelekezwa katika kitabu cha Ufunuo na Daniel na vitabu vyote vya Ufunuo. Tusaidie tuweze kuamini Biblia nzima. Rafiki yetu mwema, tunashukuru kwa hukumu hizi ambazo uliwapatia Warumi, lakini sasa sina tamani hukumu utakapokuja mara ya pili, hukumu yetu iwe upande wako, tuwe upande wako. Unaposoma hukumu, tusi upande wa shetani. Asante kwa kuwa Baba unaenda kutulinda na kutuhifadhi kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen.